wa kuwa na WhatsApp group kwa ajili ya wale wote ambao tumejisajili kutumia hii platform, ili kuweza kuondoa zile changamoto ndogo ndogo za kiufundi tunazozipata au zitakazotokea wakati ambapo tunatumia, kuliko ule muda tunaotumia kumtafuta mtu mmoja, moderator mmoja kwa muda mrefu, na anaweza kapata changamoto ya kupata the same issue kutoka kwa watu wengi, of which angeipata kwa mara moja tu na angeweza kuisolve kwa mara moja ikaisha. Nasema hivyo kwa sababu wakati tulivyojiunga tumesha encounter vitu kama hivyo na tukaweza kuwasiliana naye, lakini tumeona jinsi gani pia kulikuwa kuna changamoto ya response. Tunajua kama binadamu na mambo mengi, lakini vile vile kuunda mfumo sio kazi ndogo, yeah. Kwa hiyo nataka nijue kama kuna wazo hilo au kuna umuhimu huo au kama hakuna. Sasa swali langu la nyongeza nilikuwa nauliza, nimeona launch application kwa ajili ya Android. Utaratibu wa watu wa iOS uko vipi, na tutegemee kwa muda gani inaweza ikawa launch na sisi tukaweza kuitumia? Kama ipo tayari pia nitafurahi nikifahamishwa kwamba iko tayari. Asante sana. Promotion nitajibu mimi. Habari, Tingaya, asante kwa maswali yako mazuri. Kuhusiana na swali la promotion, presentation inayofuatia inayoendelea ya the creator Fariji inajibu hilo swali. Swali la pili uliuliza, kama tumeona kuna umuhimu wa kuwa na WhatsApp group. Yes, kuna umuhimu huo na tutaliunda group hilo kwa ajili ya kuweza kuwa na ukaribu wa kutatua matatizo kwa wepesi. Lakini pia swali lako la mwisho kuhusiana na application, tarehe 1 mwezi wa 5 application itakuwa out ya iOS. Karibu Fariji, uendelee. Naona nilipotea kidogo. Masuala ya mtandao na vifaa vya teknolojia. Kama nilivyokuwa elezea mwanzo, majina yangu nikawa naelezea kuhusiana na laptop can earn money than your degree. Nimesikia swali la Blazani, nadhani kwa ninavyoona kwenye profile nadhani ni Nicodem kama society Tingai. Nadhani tutakapomaliza hii presentation tutakuwa tumeelewana namna gani tutakavyofanya promotion na namna gani tutaweza kuwafikia wateja wengi. Kwa mwisho wa presentation hii hapa nitajibu swali lako. So tutaendelea kwa presentation. Lengo kubwa la platform ni kusolve issue ya employment na kuweza kufikia wateja kwa urahisi, hususan kwa kutumia digital platform. Watu wengi tuna mentality, nadhani naweza nikasema mentality mbaya kuhusiana na masuala ya saikolojia. Hususan mimi nilishawahi kuwa na mentality mbaya kuhusiana na neno mental health, afya ya akili, nikiwa na imani kwamba afya ya akili huenda ni kwa ajili ya watu ambao labda wana shida ya akili au wana tatizo la akili. Lakini kadri siku zinavyozidi kuenda na tukiangalia sasa hivi nchi yetu nayo inaendelea kufanya maendeleo kwenye swala la saikolojia, nikaendelea kuelewa nini maana ya saikolojia, nini ya mental health. Kitu kikubwa na changamoto kubwa iliyopo kwenye nchi yetu, namba moja, ni hatuna elimu kuhusiana na saikolojia.
Hiyo ndo problem kubwa tulionayo. Hatuna elimu kuhusiana na saikolojia. Hakuna mtu anayetambua kuhusiana na saikolojia, hakuna anayetambua umuhimu mkubwa wa saikolojia. Tukiachana na watu ambao mna professional ya psychology, labda masuala ya mental health, na wengine ambao wana utaalamu kuhusiana na masuala ya akili, wao wana utambuzi mkubwa kuliko sisi watu wengine. Sasa kabla ya kuweza kutransform hizi professional zetu, ni lazima tujue ni nani tunayemwendea ili kumfikishia hiki kitu. Cha kwanza tujue hata wewe wakati unakuja kusoma degree, diploma, masters, PhD ya psychology, huenda ulikuwa na swali unaulizwa toka ulikotoka. Je, hicho kitu ni nini? Kinatoka wapi? Kwa sababu kuna wengine kwa familia tunazotoka, ukimwambia kuhusiana na saikolojia, wazazi wanajua saikolojia inaponya labda watu wenye vichaa au vipi, lakini kumbe kila mtu anahitaji msaada wa kisaikolojia. Sasa je, hawa watu tunawafikiaje? Kuweza kuwafikia na wao kuweza kutambua umuhimu wa mental health au na masuala ya kisaikolojia na umuhimu wa hawa therapist. Sasa namna ya kuwafikia kubwa ambayo ipo tunasema ni through internet. Sasa tutawafikiaje hawa watu? Through internet. Sasa kuwafikia through internet, that's why tukakam na hiyo idea ya Talknao. Sasa bado tena umekuja na platform ya Talknao, lakini hii platform inamuunganisha mtu wa psychology na mteja. Lakini sasa je, huyo mteja anaelewa kuhusiana na platform? Hapana. Sasa tunakuja ni namna gani tutawafikia hawa watu? Hawa watu wanatakiwa kufikiwa through internet. Kivipi? Kwa hiyo ni lazima tuwafikie hawa watu kwa kutumia platform kama social medias. Sasa tutaelekezana ni namna gani ya kuwafikia hawa watu. Cha kwanza nitakachoelekeza ni namna gani ya kutumia AI kwa wasaikolojia na washauri ni namna gani. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukijua kwenye matumizi ya AI kwa wasaikolojia na washauri, lazima wewe kama msaikolojia uchague niche au eneo lako ambalo unajua hili nikilizungumzia na uwezo wa kulizungumzia vizuri. Sawa? Siku zote wanasemaga, mimi natumiaga mfano wa siafu. Siafu, kuna wale siafu na siafu, alafu kuna hawa wanaitwa sisimizi. Hawa jamaa wao wanazaliwaga, kila mtu ana professional yake. Wewe kazi yako ni mlinzi, wewe kazi yako ni kutafuta chakula, wewe kazi yako labda ni kumsaidia malkia labda kupata chakula na kufanyaje. Sawa? Sasa ili kuweza kuwafikia watu hawa kiurahisi, ni lazima utambue eneo lako ambalo unajua hili mimi nikizungumza watu wanaweza wakanielewa vizuri. Sawa? Kwa hiyo nimeweka mifano labda hapo ya maeneo ambayo una uwezo wa kuchagua kwamba labda mimi nataka niwe mtaalamu wa mental health and motivation, self development kwa vijana, counseling tips, simple and practical, life and productivity, tech plus AI kwa maisha ya kila siku. Kwa hiyo utachagua niche ambayo wewe unataka uwe unaizungumzia, na ukiingia kwenye platform kuna sehemu ya kuelezea unafanya nini, unatoa service gani na service gani. Kwa hiyo unaweza kuchagua niche moja au mbili ambazo unajua hizi utadili nazo. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza, lazima ujue ni niche gani utadili nayo na ni niche gani unaenda nayo, kwa sababu consistency huwa siku zote ina pay. Kama utakuwepo ndani ya consistency ya kitu kimoja unakielezea, itakuwa ni sawa. Lakini leo tunazungumzia mental health, kesho umekuwa content creator unaruka, kesho kutwa mara ni mtu wa mazoezi. So lazima uchague niche moja ambayo unajua hii nikielezea kwa, yani na uwezo wa kuielezea kiundani na uwezo wa kuwafikia watu wengi. Sawa?
Cha pili ni lazima utambue audience, ni audience gani ambao unataka kuwafikia. Sawa? Aidha utambue ni audience, labda uwatambue kwa age, sawa, au kwa magrupu. Kwa mfano, unaweza ukasema nataka nidili na watu wenye miaka 18 mpaka 30 wa Tanzania, au nataka nidili na watu wenye miaka 18 mpaka 30 wa Kenya au wa Uganda. Namba 2, unaweza ukasema nataka nidili na makundi labda la wanawake tu. Sawa? Namba 3, unaweza kusema nadili na kundi la wanaume tu, haijalishi umri ni kuanzia umri gani. Au unaweza kusema nadili na kundi la watoto tu, kwamba mimi nadili na watoto tu basi. Au mimi nadili na kundi la watu ambao ni wanandoa, hawa ndio nao dili nao. Sawa? Baada ya kupata lile kundi, utajua ni vitu gani ambavyo utazungumza nao kwenye hilo kundi. Hizo umechagua kulingana na umri, jinsia, au matabaka mbalimbali. Sawa? Kwa mfano, vijana wengi wanakosa motivation, aidha iwe ni kuhusiana na maisha, utafutaji na masuala ya kifamilia. Tukiangalia sasa hivi tumekumbwa na jamii kubwa ambayo inateswa na utafutaji, inateswa na mahusiano, aidha mahusiano ya kifamilia, mahusiano ya jamii, mahusiano ya kirafiki na mahusiano mengine. Sawa? Kwa hiyo ni lazima utambue ni kundi gani ambalo utadili nalo. Na almost vijana wengi ambao wapo mitaani wanatumia social media, lakini social media wanatumia kwa matumizi aidha ya kujifurahisha au matumizi mengine. Kwa ukifanikiwa kugundua ni audience gani utawaendea, umepata sehemu yako ambayo unataka uizungumzie, kwa maana ya niche, kwamba mimi nitazungumzia mental health. Lakini mental health ambayo nitazungumzia kwa vijana kuanzia miaka 18 mpaka 30. Hicho ni cha pili. Kwa hiyo tumepata kitu tutakachokuwa tunazungumzia ambacho ni mental health, then tunakuja kufuata kutafuta ni audience gani tutakao walenga. Tumegundua kwamba tutadili na watu wenye miaka 18 mpaka 30. Mpaka hapo unakuwa umefikia hatua ya pili. Sawa? Then lazima utambue ni aina gani za content ambazo utapatia ile audience yako. Unaona, kwa unatakiwa ujue ni content gani utawapatia wale audience wako, ambapo aina za content kuna hizi mbili ambazo zenyewe ni basic, ambayo content ya kwanza ni education, kwa maana ya kufundisha. Kama nilivyozungumza mwanzo kwamba jamii yetu bado haijawa more educated kuhusiana na masuala ya saikolojia, kwa bado wanahitaji kufundishwa. Sasa njia rahisi ya kuwafikia ni kwa kutumia social media, aidha unatumia TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn na mitandao mingine ya kijamii. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni lazima tuwape elimu ni namna gani saikolojia inaweza ikakusaidia. Kwa mfano utaona hapo nimeandika aidha mtu anatoa education kuhusiana na dalili 5 za depression, namna ya kupunguza stress ndani ya dakika 5. Kwa hiyo watu bado wanahitaji elimu kuhusiana na masuala ya saikolojia. Sasa hawa watu tunawapata wapi? Ni kama nilivyosema kwenye social media. Kwa hiyo wewe utageuza social media yako kama sehemu ya kutoa ile elimu. Sawa, lakini unatoa elimu kwa lengo la wao wasaidike kuhusiana na kile kitu na kutambua umuhimu wa saikolojia. Utaona nimeweka kuna mfano hapa nadhani kama utajaribu kuangalia vizuri, kuna mfano hapa nimeweka. Huyu ni mwanasaikolojia ambaye anatumia platform ya Instagram na TikTok kufundisha. Nadhani chini utaona tagi yake hapo. Kwa hiyo hii ni namna mojawapo ambayo unaweza wakuwa unafundisha na watu wengi wakawa wanakufikia. Aidha inaweza ikawa ni kwa njia ya videos, unarekodi videos, au ni kwa njia
ya kuandika maandishi kama unavyoona hapa. Kwa hiyo huu ni mfano ambaye huyu ni mwanasaikolojia anaitwa Anajengo. Ukiingia Instagram yake utakuta anafundisha kuhusiana na masuala ya kisaikolojia. Namba 2 ambayo ni kuhamasisha. Aidha unahamasisha kundi la vijana au unahamasisha kundi la wazee, kundi la wanawake, kundi la wanaume kuweza kutambua kitu fulani, aidha kwa kuelezea stori za kimaisha, kuandika quotes kwa zile labda unaelezea stori za maisha au unamuelezea mtu ambaye alipitia depression fulani, lakini saikolojia ikamsaidia. Hizo quotes uka explain kwa watu ni namna gani zinafanya kazi. Utaona nimeweka mfano hapa. Kwa mfano ukiingia kwenye akaunti za Chris Mauki, ni mara nyingi huwa anafanya vitu kama hivyo, anaelezea masuala ya kisaikolojia, anatoa motivation kwa vijana, ambapo inawafanya vijana wengi wanatambua umuhimu wa saikolojia. Sawa. Na aina zingine za content ambazo unaweza ukazifanya tunasema ni entertainment na kufanya promotion. Hizi za entertainment na promotion, za entertainment ni unaweza ukafanya entertainment za kuwaelezea watu kwa kutumia labda videos trending za TikTok. Aidha mtu alitolewa sehemu fulani mpaka kufikia sehemu fulani, labda kwa msaada wa kisaikolojia. Hizi ni kwa ajili ya kuburudisha na kuongeza engagement kwa mitandao ya kijamii. Ya mwisho ni promotion, ya kupromote, kwa maana ya unauza kile unachokitengeneza, kwamba utatengeneza content kwa lengo la kuuza ule ujuzi wako, kwamba natengeneza content naelezea kuhusiana na mental health, lakini nauza professional yangu, kwamba kwa yoyote ambaye anahitaji msaada wa kisaikolojia upo tayari kumsaidia. Sawa. Nyingine ni branding, yani wewe mwenyewe unatengeneza branding ya kwako mwenyewe. Sisi tunajua tukimuona mtu fulani, huyu mtu yeye ni professional yake ni hii. Kwa hiyo hata tukikutana na content yako tunajua kabisa bwana huyu ni msaikolojia. Mimi leo nikutana na content ya Chris Mauki, najua kabisa huyu ni msaikolojia. Kwa hiyo najua ninachoenda kukisikiliza ni kuhusiana na saikolojia. Kwa hiyo unauza ile professional yako na kutengeneza brand ya kwako, tukijua kwamba huyu ni msaikolojia. Sasa kuna platform ambazo unaweza ukazitumia kupublish hizo content zako, ambapo kwa kuanza unaweza ukaanza na Instagram na TikTok, then baadaye utaongeza hizo, unaweza ukawa na post hizo content zako YouTube. Baada ya wewe kutengeneza content, kuna sehemu ambako unatakiwa ukazipublish, ambako ni kwenye hizi social media: Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn na kadhalika. Kwa hiyo hizi ndo platform ambazo unaweza ukaanzia kufanya hivyo, kwa sababu unaweza ukasema content zangu mimi, kuna wale watu ambao sura zao hawahitaji zionekane. Umeona? Kwa kama mtu hahitaji sura yake ionekane, unaweza ukatumia sauti peke yake na picha, au ukatumia maandishi kwenye hizi platform, na watu huwa wanasoma maandishi tunayoandika na wanasoma platform. Sasa kuna baadhi ya platform ambazo zenyewe hizi ni best. Kwa mfano naweza nikaizungumzia TikTok. TikTok ni best kwa kupeleka video nyingi zikaenda. Kwa hiyo kwa kutumia TikTok unaweza ukawafikia watu wengi na ukafanikiwa kupata numbers ambayo itakusaidia wewe kupata engagement na watu ambao wanakufuatilia, na ikawa rahisi kutengeneza brand ya kwako na kufanya mauzo ya kile unachokifanya. Kwa hiyo mtu anakuwa na imani na wewe kwa sababu alikusikia ukizungumza kuhusiana na mental health sehemu,
au alikusikia ukizungumza kuhusiana na afya ya akili au chochote kile ambacho wewe unakizungumzia. Kwa hiyo anapata imani na wewe kwamba huyu mtu nishawahi kukutana naye sehemu fulani, so naweza nikabai service yake. Kwa hiyo hizi ni platform ambazo ukianza nazo zina uwezo wa kufikisha sehemu fulani kwa kupata hao audience ambao wanaamini, kwa sababu tuna ile kasumba ya kuamini kwamba mtu ambaye anatoa service ni lazima awepo ofisini. Kwa hiyo unaweza kukuta haujafikia hiyo hatua ya kuwa na ofisi, lakini Instagram, TikTok, YouTube yako zinaweza zikawa ni ofisi zako. Kwa hiyo utatumia Instagram, TikTok pamoja na Tokna kama ofisi yako ambayo una uwezo kwa kutoa hizo services zako. Kinachofuata ni jinsi ya kutumia AI kuandika blog post kwenye Tokna. Sasa kule tulikuwa tunaelezea kwa kutumia zile social medias, ukawa una post video zako unafanyaje. Sasa kwenye Tokna kuna option ya kuandika hizi blogs post. Sawa? Ile sehemu ya blogs ya kuandika hizi blog post, una uwezo wa kusema mimi sina uwezo wa kuandika, lakini kuna hizi artificial intelligence ambazo nimeziweka hapa, ambazo zenyewe zitakusaidia kuandika zile article, za kupost kwenye ile blog yako. Ya kwanza ambayo ni Cloud, ya pili ni ChatGPT, ya tatu ni Gemini. Nadhani nimezipanga kulingana na ubora wake. Sasa nitaenda kuonesha mfano mojawapo wa kutengeneza post ya blog yako. Okay, sasa hapa tupo kwenye ChatGPT sasa. Hapa tupo kwenye ChatGPT sasa, nataka tujaribu ile prompt yetu ambayo ilikuwepo. Ngoja nitafute prompt hapa. Na prompt hapa nitaipaste hapa.
ambapo prompt yetu nimeiandika hivi, niandikie blog post ya kuvutia ya kisasa yenye mfano halisia wa maisha ya vijana Tanzania kuhusu. Sasa hapa tutaadi topic ambayo either labda tuseme topic yetu labda ni afya ya akili. Sawa, iwe na title kali, introduction, point na conclusion kwa Kiswahili rahisi. Kwa mimi nitaiamuru ChatGPT initengenezee hiyo blog kwa ajili ya kwenda kuiweka kwenye ile platform yetu ya Talknao. Hicho kitakuwa cha kwanza. Kwa hiyo nitairuhusu iweze kutengeneza hiyo prompt. Sasa kama unavyoona ChatGPT yeye anaendelea kuandika ile post yetu ambayo tunaenda kuiposti kwenye blog. Sawa? So katoa maelezo yote na kaandika kichwa cha habari, ambapo kichwa cha habari cha blog yetu kitakuwa ni hiki hapa. Unaonekana strong lakini ndani una uchovu. Ukweli wa afya ya akili kwa vijana Tanzania. Kwa hiyo katoa maelezo yote, utangulizi, kaelezea mfano wa halisia maisha ya kijana wa Tanzania, anaishi Dar es Salaam, amemaliza chuo lakini hana kazi ya kudumu. Kwa hiyo tunatumia hizi AI kutengeneza vitu ambavyo vina uhalisia. Kama unavyoona tumeandika prompt moja lakini katutolea post ya blog ambayo tunajua hii ni kama peji mbili. Sasa je, tumepata post ya blog ambayo hii tutaenda kuiposti kwenye Talknao. Lakini sasa sisi tunataka hii post yetu tuende tukaiposti ndani ya ile platform yetu. Kwa hiyo utachukua kama ilivyoandikwa hapo, utaenda kuiadi kwenye platform ile ya Talknao. Sasa kwa wale wote ambao labda wana account, utaona nadhani na wengine wamejaribu kuposti hizi makala kwenye blogi. Kwa hiyo naweza nikaonesha mfano kama unavyoona hapa. Hapa tupo hii sehemu ya blogi, ambayo sehemu ya kwanza ni kuandika kichwa cha makala. Tutarudi kwa ChatGPT. Kichwa cha makala ChatGPT ni hiki hapa ambacho ChatGPT ametuandikia. Kwa hiyo hiki tutakikopi na tutakuja nacho kwenye platform, paste. Kwa hiki ni kichwa cha habari. Then kuna sehemu ya muhtasari. Hii kama ilivyoandikwa si lazima, lakini unaweza ukatoa maelezo mafupi kuhusiana na hiyo sehemu ya muhtasari, ambayo unaweza ukachukua hiki cha kwanza tu hapa kwenye utangulizi, cha kwanza hapa ukakopi, then ukaja ukapaste hapa kwenye muhtasari. Then kuna mada ambayo unaizungumzia. Mada unayoizungumzia pale tulisema aandike kuhusiana na afya ya akili Tanzania. Kwa tutakuja kwa hiyo hapo tutaweka mada husika ambayo ni afya ya akili. Hapa utaweka picha kama unayo, lakini pia sio lazima kuweka picha. Kwa hiyo hatutaweka picha kwa sasa hivi. Then hii sehemu ya hapa sasa ndio sehemu ya kuweka yale maudhui yetu. Kwa hiyo tutakuja kwenye ChatGPT, tutakopi sasa yale maudhui yetu yote. Kwa hiyo utakopi haya maudhui kama ilivyokuandikia ChatGPT mpaka sehemu ya hitimisho. Hitimisho mpaka hapa. Kwa hiyo tutakopi maudhui yetu, utayaleta hapa.
Kwa utayapaste hapo kama unavyoona hapo, yako pasted. Kwa haya maudhui yote tuliyoandika hapa sisi hatujaandika, ila kayaandika ChatGPT. Sasa baada ya kumwambia ChatGPT, wewe una uwezo wa kuyapitia na aidha kuyaedit baadhi ya maneno na grama za Kiswahili ambazo unazijua ni rahisi kutumika, lakini hapa tumepata mwongozo sahihi, tunajua ni nini kinafanyika. Kwa baada ya kumaliza hapo, unaweza kuwasilisha hii posti yako. Kwa hiyo baada ya kuwasilisha posti yako utakuwa tayari umefanyaje, umechapisha hiyo blog yako. Hiyo ilikuwa ni kwa Tokna. Sasa tunarudi, hiyo ilikuwa ni hapa ChatGPT ametusaidia kuandika hii post ya blog yetu. Sasa tunataka hii post ya blog yetu tuitumie tena kwenda kuiweka Instagram. Kwa hiyo labda tunaweza tukasema hapo tumeshatengeneza idea ya post ya kwenye blog. Sasa tunataka tuposti kwenye social media. Kwa hiyo utakuja tena utamwambia tu Instagram. Mimi na prefer sana kutumia Kiswahili kwa sababu najua watu wengi wanaelewa zaidi Kiswahili. Kwa hiyo utakuja utamwambia hiyo post yako ambayo nimekutengenezea kwa ajili ya kwenye blog, kwa sababu tayari usha-upload kule kwenye blog. Sasa hivi unamwambia akutengenezee kwa ajili ya kuposti Instagram. Kwa hiyo unamwambia niandalie labda niandalie niandalie posti kwa ajili ya kuposti kwa ajili ya labda Instagram. Then utamruhusu. Kwa hiyo sasa atapitia zile posti zako pale juu, na then atakuja, cha kwanza ameandika caption ambayo utaitumia kuiandika Instagram. Sawa? Ameweka na hashtag, kazi ya range zote. Then kuna kichwa cha habari ambacho ndo hiki. Unaonekana sawa, unaposti, unacheka, unaendelea na maisha, lakini ukweli ni huu, ndani umechoka. Kwa hiyo tayari ni caption. Kakutengenezea hii caption, utaitumia kuiandika Instagram, TikTok, LinkedIn au sehemu nyingine. Sasa hiyo tayari ametutengenezea caption. Tunataka sisi hii content tutaifanya labda kwa video. Kwa hiyo tutakuja tutamwambia atuandikie script kwa ajili ya kufanya reels ya Instagram. Sawa. Kwa sisi tunatoa tu maelekezo, lakini yeye anakumbuka toka kule juu tulimwambia afanye nini. Kwa hapa tumemwambia tutengenezee script ambayo tutatumia kurekodi video kwa ajili ya kuposti Instagram. Kwa hiyo tutamwambia tutengenezee script. Kwa hiyo caption tumeshaipata, hii tutaitumia kuposti Instagram, caption yetu. Zetu tumemwambia tutengenezee script ya ile reels yetu ya Instagram. Sawa, ambapo unaona ametuwekea scene 1, ni namna gani utaelezea, unaonekana uko sawa, scene 2 mpaka scene zote zitakavyoisha. Kwa hiyo unapozungumza kwenye video yako utakuwa unazungumza kile ambacho kinafanana na ile post yako uliopost kule Tokna. Kwa hiyo tumeposti kwenye blog yetu, tumekuja kuandaa content ambazo tutaposti kwenye social media. Kwa hiyo hapa tutakuwa tuna relate kati ya tunachopost kwenye social media zetu na tulichoposti kwenye blog. Sasa zumuni la kufundishana haya yote, zumuni lilikuwa ni moja. Ni namna gani tuna promote hizi skills zetu kwa kutumia mitandao ya kijamii. Narudi kwenye swali ambalo liliulizwa na blaza mwanzoni pale kwamba je, swala la kufanya promotion na matangazo litakuwa jukumu la nani? Swala la kufanya promotion na matangazo, mtu wa kwanza ambaye atafanya promotion ni wewe mwenyewe msaikolojia, kwa maana ya kutengeneza content ambazo ni kama reference ya wewe kwamba ni msaikolojia. Na jukumu la pili ni la
sisi kama wamiliki wa platform kwamba content utakazozitengeneza wewe na kuzipublish zitatumika kufanya matangazo kwenye platform ya Talknow. Kwa hiyo either unatengeneza videos, either unafundisha. Kwa hiyo unaweza ukaposti, ukacollaborate na account ya Talknow, and then sisi tutatumia zile video zako kufanya promotion, either kwa kueleza kwamba kwenye platform yetu tuna mtaalamu wa kitu 1 2 3 4 5. Kwa hiyo tutakuwa tuna namna ambazo ni kwa ajili ya kufanya matangazo, kwa maana ya kupromoti mwanasaikolojia mmoja mmoja kwenye platform yetu ya Talknow kulingana na kile ambacho anakifanya. Kwa kusema hayo, nadhani kwa niliokuwa nimeyaelekeza mimi nimefika mwisho. Labda kama kuna mtu ambaye atakuwa amekutana na changamoto, nitaomba kusikiliza kabla ya kurudisha kijiti kwa mwendeshaji. Nakaribisha maswali kwa yote ambaye ana swali, karibu uulize. Naona time imeenda, twende faster kidogo. Okay, app bado ipo kwenye majaribio, bado hatujaiachia. Tukiachia tutawajuza. Ile ilikuwa ni demo ya jinsi itakavyokuwa inaonekana, ila bado hatujaiachia kwa wote. Tunao sisi tu kwanza. Ikamilika tutaiachia kwenu pia. Mwenye swali mwingine karibu. Naona hamna maswali mengine. Kwenye platform kuna namba, tutaomba mtu cheki ili tuweze kupata namba zenu, tuweke nani, join hilo group la WhatsApp ili kuweza kuwafikia kwa ukaribu na kuendelea kujibu maswali yenu mengine na kuinteract kule. Kama kuna mtu mwingine ana swali, tafadhali naomba uulize sasa hivi. Kwa ukimya huu means hamna maswali. Itarudi kwa moderator. Okay, Wilson karibu. Unmute mic yako uzungumze Wilson. Wilson Mgai. Yeah, nasema habari ya wakati huu. Sina swali msachi, lakini ninawashukuru waanzilishi wa hii program. Ni nzuri, inatusaidia sisi kama wataalamu kuweza kutoa huduma yetu kwa wale wateja ambao pengine wako mbali na sisi, hakuna access ya kuonana nao ana kwa ana, lakini kwa njia ya mtandao kupitia platform hii tunaweza kuwahudumia. Lakini naona platform yetu hii imelenga sana kwa mtu ambaye ana access ya smartphone pamoja na kompyuta, yawezekana kompyuta mpakato au desktop. Kwa mwenye kiswaswadu hana access ya kupata hii huduma. Maybe baadaye itaweza kumfikia kwa njia ya SMS, nafikiri inaweza kumfikia huyu mtu, lakini ni kitu kizuri mmekianzisha. Binafsi na waunga mkono
kwa kiasi kikubwa sana, na nafurahi kujiunga kwenye hii platform. Nitaendelea kujifunza na nitaendelea kuwa mahiri zaidi kupitia platform hii. Asante. Okay, nashukuru Wilson. Yes, kwa ambao tumewafikia kwa sasa ni wale ambao wana smartphone na kompyuta, lakini hatuplani kuishia hapo, kwa sababu mbali na online pia tutakuwa tukienda kwenye kufanya events za physically, sawa, ambazo tutakuwa tukiwapata watu na kuwa introduce kuhusiana na hichi kitu. Kwa hiyo mtu hata kama yeye hana smartphone lakini anahitaji huduma, anaweza akatumia simu ya mtu mwingine, lakini pia anaweza akatufikia kwa SMS. Kama mnaona hata kwenye kuwatumia nyinyi taarifa ya kikao na nini, kama mtu alijisajili anakuta anapata message ya kawaida. Kwa hiyo tutaendelea kupanua uwanda wa kutoa huduma. Ni hivyo mdogo mdogo tunakuwa kama hivi tunaanza, lakini mnapotuletea mawazo pia tunafanyia kazi na naamini tunaweza kufikia wengi zaidi. Lakini naomba niongezee kwenye swala la create content. Huwezi ka create content ambazo kichwani kwako hazipo. Sawa? Kwa hiyo niwaombe sana tunapotumia AI mfano ku create content, hakikisha kichwani kwako unaelewa kitu unachokifanya, kwa sababu ukiipa AI rubbish itakuletea rubbish na utawapa watu rubbish, then mwisho wa siku utaonekana ni hamnazo au utaonekana hautoshei kwenye nafasi yako. Kwa hiyo itapunguza kukubrand. Lakini kama unakijua kile ambacho unakifanya, ile kule ni just kupangilia tu kazi yako. Sawa? Tumia AI kama kupangilia kazi yako, lakini sio kwamba ndio kwamba ikufanyie kila kitu. Elewa. Kwa hiyo niwasisitize sana tuendelee kujiboresha. Yes, tuna ile kwamba mtu akishatoka darasa watu wanasomea mitihani. Baada ya mitihani vitu ukimuuliza kichwani vimeisha. Kwa hiyo tuendelee kujiboresha. Unapoendelea kujiboresha na ukachagua niche moja au kitu kimoja au vitu viwili ambavyo unavimaster vizuri, hata unapokuja unapata client wa hiyo sehemu, inakuwa ni rahisi sana kuwahudumia vizuri. Na ukiwahudumia vizuri, mbali na kujipromote, mbali na Topnahu kupromote, wewe mwenyewe utakuwa unajipromote, kwa sababu client ukimhudumia vizuri na yeye ataenda kuambia wengine kwamba nilimtumia mtu fulani alinisaidia kwenye shida fulani. Kwa hiyo niwasitize kwa hilo. Karibuni tena kama kuna mtu mwingine mwenye maswali, kama hatuna basi karibuni mtu mwenye swali. Kama hamna tuweze kumaliza, naona time imeenda. Ni kwamba sio mmoja. Kwa ukimya huu nahisi maswali yameisha. Karibu Mgaya. Mimi ombi langu ni wakati tunaendelea kujisajili na kuweka taarifa zetu, msichoke pale tunapoomba msaada wenu, ikiwa mko free au mko karibu na vishikwambi, kwa sababu ni bado ni wageni wa programu hii. Kwa hiyo ndani tutahitaji msaada wenu zaidi, msichoke kutusaidia. Usijali, tuko pamoja na hatuwezi tukawachoka, kwa sababu kukua kwenu kukua kwetu kunategemeana. Watu wetu tukawachoka, lakini pia ndio hivyo tunaunda hilo grupu ili kama kikaka hayupo, maybe mimi nipo au the creator yupo, tunaweza tukasaidia kwa wakati. Karibu Tingai. Asante sana. Swali langu ni dogo lakini pia si kwa umuhimu sana. Nilikuwa nafikiria tu kwenye preface, tukifungua kwenye eneo lile la wataalamu linafunguka na inaonyesha mtaalamu ile sehemu ya profile yake, lakini linaonyesha na gharama za mtaalamu. Nilikuwa nafikiria kwa sababu kwa kuwa haufungwi,
kuset standards zako kwa kulingana na value yako, nilikuwa nafikiria kwa nini isingekuwa hiki kipengele cha gharama kikaonekana pale tu client atakapoamua kumselect huyo mhusika aliyemuona pale, na si kionekane kwa wahusika wote at once kama bidhaa. Isionekana kama bidhaa kama tunavyoenda kwenye application za shopping. Kwa nini isionekane tu pale kama nikimselect Dickson akionekana hapa, basi tutaona tu utaalamu wake na anachoweza kuofa without that hizo gharama, sijui shilingi 20,000, sijui shilingi 1000 ngapi. Lakini pale nitakapoamua sasa kumselect Dickson kwa ajili ya kumsoma zaidi, ndio nikutane na hizo gharama. Nasema hivyo kwa sababu gani? Hapo kuna kitu kinaitwa persuasion. Inaweza ikampashu client kwenda sehemu cheaper wakati yeye lengo lake ni alikuwa aende kwa fulani, au kikamfanya Dickson akashindwa kuwa accessible kwa sababu ya price aliyoiset. Client akaona no, let me nitafute kitu ninachokiweza. Yani kama naeleweka, natumia uzoefu ambao mimi nimetumia kushop bidhaa zangu online. Huwa pia na consider sana price. Nikishaona price iko juu, mara nyingi huwa sibodhi sana kwenda kukimbizana na vitu nisivyoviweza. Taenda pale ambapo napamudu. Sasa ili kuset standard na equality, kwa nini hicho kipengele kisionekane baada ya kuwa mtu amefanya option? Kama ametoa Hope kwa Jacqueline, yeye ndo kisha mfungwa Jacqueline atakutana kule, sasa ndo huduma, sijui ni gharama, sijui nini atakutana nazo huko ndani. Lakini client awe free kuweza kumaccess yoyote initially awe free kuweza kumaccess yoyote bila kuwa threatened na gharama na nini na nini na nini na nini. Sijui kama nimeweza kueleweka, lakini nimejitahidi. Umeeleweka vizuri sana. Tumelichukua na tutalifanyia kazi. Umetoa wazo zuri sana. Karibu mtu mwingine kama ana swali au mapendekezo. Okay, naona maswala yameisha, mapendekezo yameisha. Niongeze kitu kidogo tu kwamba yes, tutatengeneza hivyo kwamba tutoe hizo price mtu akutane nazo akiingia ndani, kwamba kishamchagua mtu ndo akutane nazo. Lakini pia kwa mteja kurudi kwako, it depends na huduma unaotoa. So tujitahidi unapopata mteja, fanya kweli. Sio mmekubaliana muda fulani unakuwa not active, mara umeshalipwa unapiga kona. No, tunaomba mtusaidie kufanya kazi kwa nani. Na uzuri tutakuwa tukichukua feedback kutoka kwa clients. Kwa hiyo feedbacks from client ndo zitakurank wewe juu, uwe chini, wewe whatever. Yeah, tumeona hapo tuna nini? Tuna rank. Kwa mteja akiridhishwa na ndani yako atakurank haya, asiporidhishwa atakurank low. Mwisho wa siku utajikuta watu wanaenda kwa fulani zaidi kuliko kwako, hata kama ana bei kubwa. Kwa tuzingatie hayo. Kwa hilo uliongea Tingai, tumelichukua na tutafanyia kazi soon, utaona mabadiliko. Jamani, naona muda umeenda sana, na nashukuruni wote ambao mmehudhuria. Ni mwanzo na ninaamini tutafanya vitu vingi pamoja kuipeleka hii tasnia ya saikolojia mbali zaidi, ili kutoa huduma kwa ajili afya ya mtu mmoja mmoja, lakini afya ya taifa, lakini Afrika nzima. Kumbuka hii haishi Tanzania tu, tunawafikia hata watu walioko nje ya Tanzania. Kwa hiyo karibuni sana, na kama una maswali yoyote nje ya hapa utaweza kauliza kule kwenye group. Tutaunda group soon.
Kwa hiyo hakikisha umeifuata hiyo namba, umeitumia message ili tuweze kukuunga. Lakini kama hata unaya kwangu direct, it's okay, tunaweza ukanicheki ili tuweze kukuunga. Asanteni sana, muwe na usiku mwema.